Wadhalimu wamemfuata mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu, wanamwambia kubali utoke gerezani, urudi uraiani, uache siasa, ukaishi maisha yako Ubelgiji. Tutakupa fedha. Amekataa, amesema nipo tayari kufa kwa ajili ya watu wangu. Lissu amesema yuko tayari kufia gerezani kwa sababu yetu, kwa sababu anataka katiba ambayo itampa mtoto usawa wa kusoma elimu anaosoma mtoto wa Heche akae kwenye darasa analokaa mtoto wa Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani kwenye nchi hii iliyojaa matabaka, mtoto wako anasoma shule ya Kidumu na Fagio na mtoto wa Heche anasoma St. Coluna, alafu anapewa mtihani wa kufanana. Kila siku mtoto wako ataonekana hana akili, kumbe hakupewa fursa sawa na mtoto wa Heche ili washindane katika meza inayofanana. Haya ni maneno ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Bwana John Heche akizungumza na wananchi wa Makambako mkoani Njombe. Hapa tunachambua kauli iliyotolewa na mwenyekiti wa Chadema, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanganyika John Heche katika mkutano wa hadhara Makambako mkoani Njombe. Heche amedai kuwa viongozi wa serikali wamempa Tundu Lissu ofa ya kuachia siasa na kurudi Ubelgiji na kupata fedha ili yaishi maisha ya kawaida, lakini Lissu amekataa na kusema yuko tayari kufa kwa ajili ya watu wake na katiba mpya inayoleta usawa. Katika mkutano wa hadhara Makambako Njombe, John Heche alisema kuwa wadhalimu wamemfuata mwenyekiti wetu Tundu Lissu, wanamwambia kubali utoke gerezani, urudi uraiani, uache siasa, ukaishi maisha yako Ubelgiji, tutakupa fedha, lakini amekataa, amesema nipo tayari kufa kwa ajili ya watu wangu. Heche alisisitiza kuwa nchi ina matabaka na kutoa fursa sawa ni muhimu ili watoto washindane kwa usawa. Kauli hii inakuja wakati Tundu Lissu amekaa rumande tangu Aprili mwaka 2025 akikabiliwa na mashtaka ya uhaini na uchochezi. Heche ni kiongozi mwenye sauti kali wa Chadema na amekuwa akiongoza ziara za kudai katiba mpya na kuachiliwa huru kwa Tundu Antipas Lissu. Mwenyekiti wa Chadema anakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na hotuba zake za no reforms no election. Kesi yake inacheleweshwa mara kadhaa na serikali inasema inaendeshwa na mahakama bila kuingiliwa. Upinzani pamoja na ripoti za kimataifa kama Amnesty International, Human Rights Watch zinaona kama kesi hii ni ya kisiasa inayolenga kumnyamazisha. Tanzania ina mfumo wa elimu wenye changamoto kubwa za usawa. Ripoti za UNICEF pamoja na World Bank zinaonyesha kuwa watoto wa vijijini na familia maskini wana kiwango cha chini cha kukamilisha elimu ya msingi na sekondari ikilinganishwa na wale wa mjini na familia tajiri. Shule kama St. Coluna, shule binafsi za kiwango za juu, zinawakilisha matabaka, wakati shule za serikali zinakabiliwa na upungufu wa madarasa, walimu pamoja na vifaa. Na mtihani wa taifa NECTA unawapa fursa sawa kwa nadharia, lakini hali halisi ya maandalizi ina tofauti kubwa. Baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025, mvutano wa kisiasa unaendelea na madai ya ukandamizaji, na pia ziara za Heche pamoja na kauli za Chadema zinaendelea kudai mageuzi ya katiba na haki. Na pia serikali imesema inafanya uchunguzi wa matukio ya mwaka 2025 kupitia tume ya rais na jinai. Kauli ya Heche inaonyesha picha ya Lissu kama shujaa asiyeteteleka na inatumia mfano wa usawa wa elimu kugusa hisia za umma. Hii ni mkakati wa kisiasa wa kuonyesha tofauti kati ya viongozi wa upinzani na serikali. Hata hivyo, madai ya ofa ya fedha na Ubelgiji yanahitaji ushahidi thabiti ili asibaki kama propaganda. Suala la usawa wa elimu ni la kweli na linagusa tatizo la kina na la kijamii. Kutoa ofa ya kuacha siasa na kurudi Ubelgiji kama inavyodaiwa ni jambo la kushangaza na linazua maswali kuhusu uhuru wa kisiasa. Lissu ana haki ya kuendelea na mapambano yake ya kikatiba na kisiasa. Usawa wa elimu ni muhimu sana. Nchi inayotaka maendeleo lazima iwekeze katika elimu bora kwa wote bila kujali tabaka. Serikali inapaswa kuimarisha shule za serikali na kutoa fursa sawa badala ya kuruhusu matabaka kuongezeka. Kauli hii inaonyesha mapambano ya kina ya kiitikadi kati ya serikali na upinzani. Lissu amekuwa ishara ya upinzani mkali na ujasiri tangu jaribio la mauaji mwaka 2017, na madai ya Heche yanatumia hisia za haki na usawa ili kuunganisha wafuasi. Ili kurekebisha, Tanzania inahitaji mageuzi ya katiba yanayoleta usawa halisi wa fursa, uwajibikaji wa matukio ya Oktoba mwaka 2025 na uhuru wa kisiasa. Viongozi wote wanapaswa kujenga umoja badala ya kuongeza migawanyiko. Historia inaonyesha kuwa viongozi wanaopigania haki na usawa huacha urithi mkubwa hata kama wanapitia magumu.
Wapenzi wasikilizaji, kauli ya John Heche inatuonyesha umuhimu wa usawa, haki na ujasiri wa kisiasa. Tanzania inahitaji viongozi wanaotetea watu na kujenga mustakabali bora wa vizazi vyote. Je, nini maoni yako wewe kuhusiana na kauli hii ya John Heche kwamba kuna watu kutoka serikalini, hasa uongozi wa sasa unamuonga hela Tundu Lissu na unataka aache siasa kabisa, wampe fedha na akimbilie huko Ubelgiji akakae huko, aachane na siasa za Tanzania ili awe huru? Hilo ndio sharti ambalo amelisema John Heche, kwamba ili wamwachilie huru wanataka aache siasa na aende Ubelgiji akaishi huko na familia yake. Wewe nini maoni yako kuhusiana na hii kauli? Unaichukuliaje? Je, ni kauli sahihi au ni propaganda tu za Chadema? Na kama hii kauli ina ukweli, una maoni gani kuhusiana na hii jambo? Je, serikali imefikia kiwango cha kumwogopa Lissu kiasi hicho mpaka itake kutumia fedha kumragai na kumruhusu atoke gerezani? Je, njia za kawaida za kuendeleza kesi yake ambayo inamkabili sasa hivi ya uhaini zimeshindwa? Je, kuna nini kiko nyuma ya hili sakata? Endelea kutuachia maoni, sisi tutazidi kukuletea taarifa kadri zinavyozidi kutufikia.